Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho, mlango wa 11. Laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo. Naam, mchukuliane nami. Maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea, kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msioikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa na kitu walicho nacho mitume walio wakuu. Lakini nijapokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena, hii si hali yangu katika elimu, ila katika kila neno tumedhihirishwa kwenu. Je, nalifanya dhambi kwa kunyenyekea ili ninyi mtukuzwe, kwa sababu naliwahubiri injili ya Mungu bila ujira? Naliwanyang'anya makanisa mengine mali yao, nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji sikumlemea mtu. Maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadiri ya mahitaji yangu, nami katika mambo yote najilinda nafsi yangu nisiwalemee hata kidogo, tena najilinda. Kama vile ile kweli ya Kristo ilivyo ndani yangu, hakuna mtu atakayenifumba kinywa katika kujisifu huku, katika mipaka ya Akaya. Kwa nini? Je, ni kwa sababu siwapendi ninyi? Mungu anajua. Lakini nifanyalo nitalifanya, ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi, ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu. Maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Nasema tena, mtu asidhani ya kuwa mimi ni mpumbavu, lakini mjaponidhania hivi, mnikubali kama mpumbavu, ili mimi nami nipate kujisifu ngaa kidogo. Ninenalo silineni agizo la Bwana, bali kama kwa upumbavu, katika ujasiri huu wa kujisifu. Kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili, mimi nami nitajisifu. Ninyi, kwa kuwa mna akili, mnachukuliana na wajinga kwa furaha. Maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani, akiwameza, akiwateka nyara, akijikuza, akiwapiga usoni. Nanena kwa jinsi ya kujidhili kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu. Walakini akiwa mtu anao ujasiri kwa lolote, nanena kipuuzi, mimi nami ninao ujasiri. Wao ni Waebrania, na mimi pia. Wao ni Waisraeli, na mimi pia. Wao ni uzao wa Ibrahimu, na mimi pia. Wao ni wahudumu wa Kristo. Nanena kiwazimu, mimi ni zaidi, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivunjikiwa jahazi, kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. Katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Bagairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Ni nani aliye dhaifu, nisiwe dhaifu nami? Ni nani aliyekwazwa nami nisichukiwe? Ikinibidi kujisifu, nitajisifia mambo ya udhaifu wangu. Mungu Baba wa Bwana Yesu, aliye mtukufu hata milele, anajua ya kuwa sisemi uongo. Huko Dameski liwali wa mfalme Areta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili kunikamata.
Nami nikatelemshwa ndani ya kapu, katika dirisha la ukutani, nikaokoka katika mikono yake.